Natamani katika siku ya leo niseme na wewe mpendwa, ambaye wakati mwingine umesumbuka na kulemewa na kila aina ya taabu katika maisha yako. Au wakati mwingine unapitia katika challenge fulani katika maisha yako. Siwezi jua, lakini Mungu peke yake anayejua changamoto na taabu unayopitia katika maisha yako. Ndio, unafahamu kuna mambo fulani ambayo wakati mwingine unajua kabisa pasipo Mungu kuingilia kati hali yako haiwezi ikawa nzuri kama jana na juzi. Kwa hiyo unamhitaji Yesu, unamhitaji Mungu aje akusaidie. Unahitaji nguvu. Na mimi leo natamani nikuletee neno lenye nguvu linatoka katika kitabu cha maandiko matakatifu ya Biblia. Neno peke yake na maandiko matakatifu ya Biblia linaweza kukufariji, linaweza kukupatia nguvu, na hatimaye yale mambo unayoyaona ya kwamba ni magumu, yale mambo unayoyaona hayawezekani, yanaenda kuwezekana kwa jina la Bwana. Na ukiamini, mambo hayo yote yanaenda kuonekana ya kuwa ni mepesi, kwa kuwa tunalo jina la Yesu, ambao tunalo jina lenye nguvu, lakini pia tunalo neno la uzima. Kitabu ni Zaburi 27 mstari wa 4. Neno Bwana linasema, neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalo litafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, niutazame uzuri wa Bwana na kutafakari hekaluni mwake. Nasema neno moja nimeitaka kwa Bwana, neno moja natamani ulitake kwa Bwana. Ni neno gani hilo ambalo unatamani ulitake kwa Bwana wako? Ngoja nikwambie, wakati mwingine umepita katika changamoto ya kuonewa katika kazi yako, litaje jina la Bwana na litake neno moja tu kutoka kwa Bwana. Bwana neno hilo atalifanya kuwa jepesi katika maisha yako ya kazi, maisha yako ya biashara, maisha yako ya uchumi, maisha yako ya ndoa, maisha yako ya uchumba, maisha yako ya kila namna katika maisha haya. Mungu atayafanya kuwa mepesi. Kwa sababu gani? Umetaka neno moja kwake. Anatamani ukae miguuni pake, anatamani utafakari hekaluni mwake peke yake, utafakari maneno yake siku zote katika maisha yako, kwa kuwa neno hili Bwana amelitamka katika masikio yako, na kulisikia neno hili nalituma katika biashara yako. Litake neno hilo la Bwana katika biashara yako, na lituma neno hili katika kazi yako, na neno hili litake katika biashara zako. Neno hili nalituma katika kila unachokishika katika maisha yako. Neno moja ulitake kwa Bwana, ukae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yake. Maisha yako yote ukae mikononi mwa Bwana. Mungu wa mbinguni anaenda kubariki. Mungu wa mbinguni na kufanya mambo yale ambayo unayafikiri yamekuwa magumu kuyafanya kwa mepesi. Mungu anafahamu kama ni mwenye furaha, Mungu anaenda kuiongeza furaha yako. Kama ni mwenye huzuni, Mungu anaenda kuondoa huzuni katika maisha yako. Kama una misongo ya mawazo, Mungu anaenda kuondoa misongo ya mawazo katika maisha yako. Litake neno moja kwa Bwana. Naam, neno hili moja kwa Bwana ukilitaka, magonjwa yanaondoka. Neno hili moja ukitaka kwa Bwana, kila changamoto katika maisha yako yanatoka. Na hili ni neno la Bwana. Mungu wa mbinguni akubariki. Litake neno hili kwa Bwana. Yeye ndiye faraja ya maisha yako. Usiogope. Licha changamoto ya ugonjwa na kusumbua umelala kitandani kwa muda mrefu, Mungu anasema anataka neno moja udai kwake na utafakari kwake, na neno hilo ukilidai, ugonjwa wako utatoweka. Nikwambie, kama unanisikiza popote ulipo pale, ukiamini neno hili ninalokuambia, neno hili ambalo nimelisema nimesema katika masikio yako, ukiamini hili, kila chochote katika maisha yako kimekuwa chema, kimekuwa vizuri.
ndio unanisikiliza wakati mwingine katika changamoto ya ajira, neno hili lidumu katika maisha yako. Mungu wa mbinguni akubariki unaposikiza ujumbe kama huu. Tamani kukuombea. Baba, asante kwa ajili ya mtazamaji na msikilizaji. Unafahamu changamoto gani anapitia mtoto wako anapokuwa anasikiliza maneno haya na ujumbe huu. Kwa kuwa umesikiza ujumbe huu, ukamtafakari, ukamtakabali kwa namna ya ajabu, ukamnyanyue kwa namna ya ajabu. Kwa kuamini neno hili na kusii, kwa kuamini neno hili na kuamini, Mungu wa mbinguni nakuomba badilisha maisha yake, badilisha mwenendo wake, ponya magonjwa yake, rekebisha kila mpango katika maisha yake. Sisi wanadamu ni wadhaifu, sisi wanadamu ni wanyonge, lakini tukiwepo na uwezo na nguvu kutoka kwako, Mungu wa mbinguni, utafanya yaliyo mengi na makuu katika ulimwengu huu unaenda kuisha. Saidi mtoto wako, tusamehe dhambi na maovu na makosa, kwani wewe ndio Bwana Mwokozi wa maisha yetu. Asante Baba kwa kuwa mtoto wako huyo alisikia neno hili